Jitahidi unampa mwanamke pesa kwa ajili ya mambo haya matano kulingana na kipato chako. Ni muhimu sana kuweza kufahamu kwamba kila mwanamke anapenda pesa za mwanaume. Kwa hiyo kama upo katika mahusiano au kama upo katika ndoa, jitahidi sana unampa mwanamke pesa kwa ajili ya mambo haya matano kulingana na kipato chako, kwa sababu huwezi kulazimisha kumpa mwanamke milioni 20 ili hali unaingiza 10,000. Kwa hiyo kulingana na kipato chako, jitahidi unampa mwanamke pesa kwa ajili ya mambo haya matano. Kama hutofanya hivyo, ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kugongewa na wanaume itakuwa ni jambo la kawaida, au yani mwanamke kukuacha ukaanza kusema wanawake wote wanapenda pesa. Ni kweli wanapenda pesa, kwa hiyo unatakiwa ucheze pati yako. Hata kama una hela, hakikisha mwanamke unampa pesa kwa ajili ya mambo haya matano, ili asiweze kuchiepuka au ili asiweze kukuacha kwa ajili ya kushindwa kumhudumia, kwa sababu wanawake wameumbwa kwa ajili ya kuhudumiwa na wanaume au na mwanaume. Jambo au pesa ya kwanza ambayo unatakiwa kumpa ni pesa kwa ajili ya kuseti nywele zake au kusuka nywele zake. Hii ni mojawapo ya jambo ambalo unatakiwa kulifahamu, kwamba unatakiwa uweze kumpa mwanamke pesa kwa ajili ya kusuka, kwa ajili ya kuseti nywele kulingana na kipato chako. Kama mwanamke anapenda kwenda kwenye saluni kubwa na wewe huna hela, wewe mpe hela kulingana na kipato chako. Kama unampa 5,000 mpe, kama unampa 2,000 mpe, lakini unampa pesa kwa ajili ya kusuka. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kumpa mwanamke pesa kwa ajili ya kusuka. Na pia jambo la pesa ya pili, kumpa pesa kwa ajili ya kununua nguo za fashion. Wanawake wanapenda mambo ya fashion. Kwa hiyo ni muhimu sana mwanamke kuweza kumpa pesa kwa ajili ya nguo za fashion ambazo zipo kwa wakati huo. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya pesa ambayo unatakiwa kumpa mwanamke, lakini mpe kulingana na kiwango ambacho wewe unakimiliki. Usimpe pesa kwa ajili ya kumfurahisha, mpe pesa kwa ajili ya wewe kwamba una support aweze kuvaa vizuri au kulingana na fashion ambayo anaitaka. Kwa hiyo mpe pesa kulingana na kipato chako. Na pia pesa nyingine ya tatu, mpe pesa kwa ajili ya kununua pedi, kununua chupi za ndani, kwa hiyo bra, sindiria. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mpe pesa kwa ajili ya mwanamke kuweza kununua hivyo vitu. Unamwambia kabisa, nimekupa hizi pesa, nenda ununue chupi, nenda ununue pedi. Hii ni muhimu sana kwa mwanaume ambaye yupo katika mahusiano au yupo katika ndoa. Na pia pesa ya tatu, mpe pesa kwa ajili ya matumizi ya kwake binafsi ambayo yeye anayapenda. Hii pia ni mojawapo ya pesa ambayo unatakiwa kuweza kumpa mwanamke. Na pia pesa ya mwisho kabisa ni pesa ya kununua matumizi ya ndani kama unaishi naye. Hii pia ni mojawapo ya pesa ambayo ni lazima uweze kumpa mwanamke. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanamke anapenda, au kila mwanamke anapenda pesa za mwanaume kulingana na jinsi ambavyo unampa. Sio lazima umpe pesa nyingi, mpe pesa kulingana na kipato chako, lakini atakuona kabisa unajali. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba jambo la msingi kwa mwanaume ni kumpa pesa mwanamke ambaye yupo naye katika mahusiano, yupo naye katika ndoa. Kwa hiyo mpe pesa kulingana na kipato chako, usimpe pesa nyingi alafu ukajutia. Mpe pesa kulingana na kipato chako au kulingana na jinsi ambavyo wewe mfuko wako upoje. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua, lakini ni muhimu sana kufahamu kwamba hizi pesa ni muhimu sana kuweza kumpa mwanamke kwa ajili ya kufanya mambo yake binafsi. Nikumbushe, unaweza kupata hiki kitabu. Kitabu hiki unaweza kupata kwa shilingi 15,000. Unaweza kunicheki WhatsApp kwa namba 0713728736. Kumbuka hiki kitabu lengo lake kubwa ni watu waweze kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Watu wengi wanafunga ndoa na watu ambao sio sahihi, na ndio maana ndoa nyingi za sasa hivi hazidumu, kwa sababu wanaingia katika ndoa pasipo kujua kwamba huyu mwanamke anafaa kwenye ndoa au huyu mwanaume anafaa kwenye ndoa. Ili unakuta mwanaume hafai kwenye ndoa au mwanamke hafai kwenye ndoa, alafu wanafunga ndoa, hali ambayo inafanya wasidumu muda mrefu. Kwa hiyo kupitia kitabu hiki utaweza kufahamu kwamba mwanamke ulionaye katika mahusiano, je, anafaa kuingia katika ndoa? Au mwanaume ulionaye katika mahusiano, je, anafaa kuingia katika ndoa? Kwa hiyo hakikisha unapata hiki kitabu. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000. Ni cheki WhatsApp kwenda namba 0713728736. Naitwa Isaac Kanyankole. Utapata ushauri pamoja na video za style za mapenzi kwa njia ya WhatsApp. Asante.